Hasa kwa bibi, mbona leo kumepoa sana? Hii sio kawaida. Hao bibi atakuwa ametoka. Mbona hakuna dalili yoyote hapa ya kuwepo mtu. Kuna nini tena? Afadhali kule naona kama kuna wavuvi hivi. Ngoja nikawaulize, labda watakuwa wanajua pengine. Samahani we kaka, nilikuwa namuulizia bibi mmoja hivi, alikuwa anapenda sana kukaa hapa kwenye gogo. Sijui unamfahamu? We malaya, vile habari gani hizo unazoniambia? Kile kizee kichawi kilikutwa kwenye maji humo, kimejifia kenyewe. Kwa hiyo usiniambie hizo habari mimi. Hivi we Ngese, unajua unaongea na nani mpaka uniita mimi malaya? Na kujua vizuri tu, wewe ndio ulikuwa mke wa Mfalme Odere. Ulitamba sana. Kasha kufa sasa mfalme, hauna jeuri tena. We kigagula, muda wote tu unaenda kuwa kijakazi au utafukuzwa pale kwenye kasri. Kwa hiyo jiandae. Halo. Nashukuru sana kwa matusi yako. Basi nenda, inatosha tu kakaangu. Hivi nitakuwa mgeni wa nani mimi sasa? Bibi kasha kufa. Shida zangu nitamweleza nani tena? Govinda mwanangu, nitakupa rahana kubwa sana. Mama yako nateseka huku mie. Uje basi hata unichukue, unipeleke na mimi mjini. Nateseka sana sasa, sina ujanja. Nitaenda wapi mwanangu? Nisikie huko ulipo. Ni wiki moja sasa na siku 5 sijamuona ndugu wala rafiki kuja kuniona hapa jela. Nakumbuka hapo zamani Govinda alikamatwa na polisi. Basi bosi akaenda kumtoa. Kwa nini kwangu haji sasa? Kwa nini? Why? Asije kuniona. Hao labda mimi nimekamatwa na utawala wa kichifu? Hapana, siku zote hizo wameshindwa kushtuka tuko walipo. Nishapata majibu. Bosi alinipaga siri. Alisema kuwa Govinda ni mwanae wa damu kabisa, ila alimtelekezaga muda sana huku kijijini. Mimi sio mwanae, labda ndo maana ajaje kunikomboa. Basi tu acha nyie debe huku, sina jinsi, sina namna. Hey Govinda, jiandae na uende ukapokonye dhahabu. Wale wachumba tu. Mara ya kwanza ulienda na roho ya kujuana sana. Asa hivi sitaki tena ufanye yale makosa. Asa hivi ukifika ni kuchinja tu. Tumeelewana? Bosi, kumbuka kule kuna mama yangu ni Malikia. Unamaanisha naye ni mchinje? Hapana Govinda, usimuue, ila ukishafika kule usiwe na mazoea naye hata kidogo. Utaharibu misheni. Ila Kunyamoyo naye atakuja nyuma yako kuja kukusaidia. Hey bei wangu, afadhali hata nimekuona. Yule dogo ule msaini hapa juzi jana kanipiga bila hata sababu. Ila hajanikuta na hasira. Ila angenikuta na hasira ngempiga kama mandonga. Bei sasa uamuzi wako. Mimi nitampasua yule. Asante kwa taarifa. Waweza kwenda shushushu. Mbona Udemba kabadilika hivi jamani? Hao ndo kama alivyosema, asa hivi atake shobo. Basi kilele changu kitaniponza. Mdomo koma mdomo. Taniponza mie. Skarioti, kuna habari yoyote mpya hapa kwenye kasri? Hapana bei wangu, ila yule baba mwenye viheleni alikuja hapa, eti halikuwa anataka kukaa kwenye kiti cha kifalme, eti ajaribu. Shushushu, unavuka mipaka sasa. Inanibidi nikuadhibu kwa makosa yako. Nitalifanyia kazi hilo swala Iskarioti, wala lisikupe shida wala sikumize kichwa. Akija tena wewe endelea kumwadhibu, ila nitamkomesha, dawa yake ipo jikoni. Hivi nyinyi walinzi mmekuja hapa kula, mmekuja kwa ajili ya kulinda? Mnawaache samaki kule bondeni wanavuliwa kimagendo, na nyinyi angali mpo hapa kabisa mnaona. Kwa nini sasa mnashindwa kwenda kuzuia kule uvuvi wa samaki unaoendelea kule baharini?
Sasa mahadam, bila kula hiyo kazi utafanyaje sasa? Eti halafu kuhusu wavuvi wanaovua samaki, Mfalme Odemba amesema tuwaache tu kwa sababu pango lenyewe limepasuka, samaki wote wanatoka. Kwa hiyo tuache nao wajipatie riski. Hey. Sawa, nimekuelewa. Mi nilikuwa nataka nikupe kazi, ila na kama utojali nitakupa adhabu nyingi sana kama utakubali dili yangu.